hapa ITV leo, kama watu hawatalimwa barua hapa, kama watu hawatalimwa barua, hebu msikize John Heche hapa. Tunaunga mkono nisikilize. Mtu yoyote atakaye kuja anaungana na sisi kwenye madai ya katiba, huyo tuko pamoja naye. Kama anazungumza kwenye ilani yao ipo, tunataka katiba kwenye ilani au actual katiba. Sisi tunataka katiba halisi, sio maneno ya kwenye ilani. Ilani yao hata ya Magufuli ilikuwa na hiyo. Magufuli anapoingia madarakani mwaka 2015 kwa mara ya kwanza, miaka 11 iliyopita, kulikuwa na kifungu kwenye ilani ya CCM kilichokuwa kinataka katiba. Imekuja. Leo ni mwaka wa 11. Imekuja. Kwa hiyo nani anayekwamisha katiba kama wanaitaka katiba? CCM ndio tatizo, kwa sababu ndio inanufaika na katiba hii. Na juzi ukitaka kujua hawataki katiba, Emmanuel John Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa serikali yao hiyo, aliposema katiba mpya, umeona alivyotukana na wana CCM. Ametoka si mwenyekiti wa vijana amemtukana. Wewe unaamini kwamba mwenyekiti wa vijana yule anaweza kumtukana Emmanuel Nchimbi bila baraka za aliye juu yake? Kiona kifaranga kiko juu ya mti, ujue mama yake anacheza hapo karibu hapo. Yule mwenyekiti wa vijana wao amemkemea Nchimbi. Si nani wamemkemea? Wajumbe wa neki wamemkemea. Kama wanataka katiba, John Nchimbi amesema tuandike, Emmanuel Nchimbi amesema tuandike katiba. Sasa ni kipi kibaya hapo? Kama kweli wanataka katiba, kwa nini wamkoromee? Kwa hiyo Chadema inamuunga mkono makamu wa rais. Sisi tumungi mkono, tunaunga mkono nisikilize. Mtu yoyote atakaye kuja anaungana na sisi kwenye mkono, tunaunga mkono nisikilize. Hizo ni dakika 45 ITV. Unajua kumhoji Heche kwenye TV inabidi ujipange. Unaweza kachapa bakora kama zile bakora alizochapa CD Kazungu. Unaona bakora alizochapa CD Kazungu? Bakora za moto. Yaani bakora ni kama fimbo liko imechomekwa kwenye umeme, alafu unachapwa. Wamejitahidi lakini ITV kwa sababu siku za hivi karibuni nao walikuwa kidogo wameanza kuna ni kushake, lakini lazima utaki riski. Lazima utaki riski kualika watu ambao ukiwasikiliza wanachafua hali ya hewa. Yaani wanaweza wakasepa na kijiji, wanasepa na kijiji. Baki John Heche anajua kujieleza bwana. Akijieleza ukimpa muda, anaondoka na wewe. Kwa hiyo kumwalika lazima ujipange. Yaani lazima wewe mwandishi wa habari pia ujipange vile vile. Kwa hiyo TV nawapongeza, lakini zaidi ujumbe wa John Heche ni muhimu sana ambao inabidi watu tuelewe, kwa sababu tunataka nchi ambayo nchi bora. Kwa hiyo nchi bora haijengwi kwa kilele mama. Nchi bora haijengwi kilele mama. Nchi bora haijengwi kuchekeana. Lazima wao wanabisha hivi, lazima wao wanabisha hivi. Lazima wao wanabisha hivi, lazima mvutano. Kitu kizuri hakipatikani kirahisi. Kitu kizuri hakipatikani kirahisi. Lazima watu wavutane. Sasa katika kuvutana ndio mnafika kwenye solution nzuri ya nchi. Yaani mimi mpaka nimefika form 4 nilikuwa nikisoma kitabu cha Kiingereza sielewi vizuri. Vitu vingi tulikuwa tunakalili tu. Na sio mimi peke yangu, tulikuwa wengi. Hata sasa hivi pia wanafunzi wengi na ndio maana nimeandaa vitabu vya Kiswahili. Sasa vizuri tumetafsiri vitabu vya Kiswahili kutoka kwa Kiingereza kuja Kiswahili ili watu wengi ambao hawajui Kiingereza pia wasome vizuri. Sasa muelewe vizuri. Sasa language ni muhimu. Language usipoelewa vizuri huwezi kuelewa haraka. Utakuwa tu unakali una meza. Hivi vitabu hivi ndio the best financial books vilivyosoma duniani. Hivi vitabu 2025 2026 kama unavyoona hapa. Sawa? Think and Grow Rich, Psychology of Money, The Millionaires Next Door. Simple Way to Wealth. Hivi vitabu Rich Dad Poor Dad, hivi vitabu ndio the best book. Financial books, mambo ya personal finance, wewe mwenyewe namna gani ya kujiwekezea pesa, kwa sababu pesa ni muhimu. Andika profesa nitumie nikutumie hivi Kiingereza na Kiswahili vitabu hivi hapa. Vya Kiingereza na Kiswahili, kwa sababu Kiingereza ni big challenge.